katika Biblia hii tuna historia ya kijana mwenzenu kwa baadhi ya mambo ambayo nitaenda kuyasema. Habari ya huyu kijana mwenzenu anapatikana katika kitabu cha Luka mlango wa 15. Naomba nitasoma kuanzia ule mstari wa 17 naomba niishie ule mstari wa 24. Luka 15:17 hadi 24. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Haleluya, haleluya. Kama mchungaji wa vijana, nataka niongee kidogo habari za kijana mwenzetu. Habari hizi huwa tunazichukulia kwa ukawaida sana, lakini ukizingatia hazina ukawaida wowote. Jana nilisema unaruhusiwa kuchezea mambo yote katika maisha yako, lakini usicheze na uhai wako, usichezee maisha yako. Duniani vijana wanategemewa kwa kila jambo, kwa shughuli zozote zile. Wazee wakitaka kufanya jambo lolote wanasema watafutwe vijana. Wanaweza wakakaa wenyewe wakapanga vizuri tu kwenye kikao, lakini watekelezaji ni vijana. Taifa wakipanga mambo yao vizuri sana tu, watekelezaji, nguvu kubwa inatakiwa ni ya vijana. Hata katika familia mambo yote yanapopangwa, yanapangika vizuri, watekelezaji wakuu ni vijana. Vijana ni wadau wakuu wa maendeleo. Lakini cha kusikitisha, hata shetani naye mambo yake anapoyapanga, watekelezaji wakuu anaowatumia ni vijana. Na ndio maana unaona kwamba katika ulimwengu tunaoishi, mambo mengi, hata ukisikia taarifa ambazo sio nzuri, wanapotoa takwimu zao, mambo yanayofanyika, inasikitisha sana. Hata takwimu za ukimwi wanasema walioathirika wengi ni vijana, kuanzia miaka 15 hadi 45. Ni watu hadi 50, wakati mwingine ni watu ambao wanatumiwa na shetani katika mambo machafu, na ndio wanaopata athari walio wengi. Sasa tunapoandaa mikutano kama hii, ni vizuri wazazi wale ambao mnaisikia sauti hii, muache vijana wenu tuwahubiri habari njema za Yesu. Muache vijana wapewe neno la Mungu litakalowawezesha kukaa katika maadili. Usije ukajidanganya kama baba, kama mama, hata kama ukiwa mkali sana. Usije ukadhani kwamba binti yako au kijana wako wa kiume anaweza akawa na adabu sana, akafanya mambo yote akaenda sawa kwa ukali wako. Tena hao wa digitali wana mambo ya ajabu sana. Niseme nisiseme? Wakati unaongea yeye anachati. Wakati wanapiga kelele kajifungia chumbani, baba bwana nitaacha, yuko WhatsApp, yuko Facebook. Wanafikiri umeongea we.
kusikiliza, akili yake haiko kwako.